Anasema siku moja kuna bwana mmoja alikuwa safiri majangwani huko, akafika mahali taabani, amechoka, hana chakula, hana maji, lakini akaona moshi mahali, akajua pale ni alipofika shamba ya Myahudi. Yule bwana akamkaribisha vizuri. Katika kumkaribisha kampa maji, chakula. Alafu ule Myahudi akamwambia, sasa tushashiba, tupige. Nikiwachekesha, ingekuwa niko Mombasa nasema tupige mtindi, si ndio? Lakini mtindi kwenu nini? Maziwa. Tumeelewana? Tuko pamoja Tupige pombe kidogo. Amwambia, mimi Muislamu sinywi pombe. Ya zabibu. Akamwambia, ndio, hata hiyo ya tende, mimi sinywi pombe. Akamwambia, nyinyi Waislamu mwachekesha sana nyinyi. Zabibu wala huli? Akamwambia, nala. Sasa kama wala zabibu, pombe ya zabibu unywi, wewe ujione wewe vipi? Umejielewa vipi wewe? Yule Muislamu akamuuliza, wewe hapa una family? Ndio. Una mke? Una na watoto? Una mtoto wa kike? Akamwambia, yale unamfanyia mkeo mamake waweza kumfanyia yeye? Itawezekana vipi? Tumeelewana? Sijui wengine hawajashika mita hapa. Tumeelewana? Amwambia, sasa kukataa kunywa pombe ya zabibu. Zabibu ni mtoto, pombe hii mwenyewe mama nani? Zabibu. Wewe wala zabibu wakataa pombe ya zabibu. Kaambia, wewe unaye mke hapa, anaye binti yake, ndio kweli unamfanyia mamake, unaweza kumfanyia binti yako? Haiwezekani. Muumini lazima awe bila kuwa na kidogo tu umebebwa. Kweli Uislamu bwana, unatunyima uhuru. Uislamu haukunyimi uhuru baba, bali Uislamu ndio uloleta uhuru, na uhuru mkubwa ni uhuru wa akili, kupewa nafasi akili yako ifanye kazi. La ikraha fi din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy.